Ila chukua namba zangu za simu basi. Si utakuwa unanipigia. Mimi sina shida na namba za simu. Wala sina shida na wewe. Wewe unataka kunichezea tu. Chukua bwana basi hizo namba zangu. Mwambie mke wake. Hapo kichupa wakati hapo. Nikikwambia mume wako malafu wa mimi hapo. Sina ruhusa. Lisha. Wewe si mwana wako ukamwa shoga yako. Mimi sina shida na wewe. Wewe unataka kitu? Hiyo wanawake mna matatizo sana. Kwa hiyo umeniita mpaka ndani kwa shoga yangu shakuja muda. Mume wangu. Shoga yangu. Hapa msubiri nini tena jamani? Kwa shoga yangu umeamua kutoka na mume wangu sasa. Ato, hapa hakuna kitu. Sawa. Sasa shoga yako huyu. Shoga gani? Shoga gani? Ndio pekee yenu hapa wawili. Unachokiongea hapa ni kitu gani labda? Tunacho cha kunieleza? Shemeji yupi? Huyu ni shoga yako. Shoga yangu yupi? Kuna kitu gani kimefanyika kwani? Si shoga yako huyu sasa tunaongea tu. Shoga huo shoga gani? Kama angekuwa shoga yangu si angekuja nyumbani hizo story ningekuja pigia nyumbani. Story hizi ndio ni hapa watu wawili mimi nikiwa msipo ni story gani zinazoendelea? Hebu achana naye basi. Wewe tulia. Wewe tulia. Siona. Ondoke tena. Tukaongea nyumbani. Habari za jioni mke wangu. Ina maana tangu jana tu mama hajamaliza. Wala hayaishi kama. Tena mwambie huyo mtu wako hapa kwangu asijakakanyaga. Na akija hapa nitakachomfanya hamtokuja niamini. Kuna kitu gani tulichokifanya baya? Kitu gani nyewe pale mlikuwa mnafanyaje watu wawili? Mume wangu hata kama mna maongezi si mngekuja ongelea hapa. Aye maongezi watu wawili pembeni peke yenu. Tena umemfuata kwake. Kakuita ungemwambia njoo kwangu. Sawa. Lakini hakuna kitu ambacho kimeendelea pale. Wewe unafikiri pale nje tutafanya nini sisi? Hata kama wawili peke yenu mnafanya nini? Mna maongezi si ningekuja hapa, ubaya uko wapi? Mnachoogopa ni kitu gani kuongea mbele yangu kama mna maongezi? Alafu wewe na yule mna maongezi gani? Kama yule angekuwa na shida sangeniambia mimi. Atufanye hivi. Basi nisamehe. Mimi si nimekosea, nisamehe. Kirahisi Unaona jambo zuri hilo kusamehe? Unaona jambo rahisi sana kusamehe. Hana tabia mbaya hapa mtaani hakika. Sasa kama wewe unaendelea kumfuata wewe endelea kumfuata. Sawa. Kwa sababu hakuna kitu ambacho amekuja kukiona pale tunakifanya. Kaja kukuchukua huko. Nilijua tu kama ni yeye. Hapo uliposema kama nimeangua ni watu. Nilijua. Anajifanya kubebesha mambo ya umbea hapa mtaani. Alafu mtoto wa kiume mwambie aache zile tabia. Kashakwambia Hamisi kiburi kama amekuja kunikuta na mwanamke nimekaa naye na mtongoza, nimemtongoza basi. Umemtongoza kweli mume wangu. Kweli umemtongoza. Tato, niache. Umemtongoza mume wangu. Hizi ndio yetu muone kama ipo hatarini kwa chini. Huu gombi kila siku hadi. Huwezi kubadilika mume wangu. Au wewe unaona unafanya ni sawa? Tato. Mimi nakupenda sana. Tena sana. Hivyo vitu ambavyo unafikiria wewe ndivyo ambavyo vinaweza vikasababisha ndoa yetu. Yaani usipende kwa mtu kaja kukwambia hichi, kaanza kuchukua na kuanza kufikia mimi au kunipaisha juu. Tunatakiwa tuelewane. Tunatakiwa tukae tujenge maisha yetu.
Hivi tangu juzi ulipokuwa unajadili hayo mambo, lete ingekuwa umenipa ushauri wa kufanya kitu ambacho cha maana. Kwa mfano kama biashara, mume wangu tunataka tufanye hiki, tufanye hivi, tufanye katika maisha yetu. Unadhani tungekuwa tumepiga hatua? Sisi tumepiga japo hatua mbili. Lakini bado umeshikilia kwamba mimi nina kama lete ingekuwa mimi sikupendi na nahitaji wanawake wengine, nisingekuoa. Lakini nimekuoa kwa sababu nakupenda, nimekuoa kwa sababu nakuheshimu. Sasa mtu asije akakuletea maneno, sijui Bilali kafanya hichi, Bilali kafanya hichi, Bilali kafanya hichi, wewe ukachukua. Mbona wewe hutoki ukaenda kwa watu wao ambao wanaishi nao, ukatoa maneno mengine, ukaona ndo nini familia zao zina mtafaruku? Au mimi sitoki nikienda kwa familia zao nikaongea maneno ambayo hayafai ili wagombane na familia zao? Kama tutashindwa kutumia akili, tukishindwa kutumia akili zetu, kwa sababu tumeshakuwa watu wazima, basi tutashindwa kuheshimu ndoa yetu na tutashindwa kuilinda ndoa yetu ili sivunjike. Tutakuja tukikuta mimi na wewe shacha kwa sababu ya kusikiliza. Isimwalo letu lakini nitaweza katoka tu kwa kaja na kusingizia wewe. Kuna watu wangapi hapa kijijini? Wale hawasingiziwa au kusingiziwa? Hawakujui kwa nini? Labda katika hao watu ambao unasema hawezi kunisingizia, ungeangalia ni mtu wa aina gani? Sio kiburi. Labda awe katoka shehe wa au mtaa wa hichi kijiji kaja kukwambia hayo maneno, au katoka mtu ambaye anajiheshimu, hana tabia za umbea, kaja kukwambia hayo maneno. Si kiburi. Yule hapendi kuona watu wanaelewana, hapendi kuona ndoa za watu zina msimamo, hapendi kuona mafanikio ya watu. Ni hivyo yani, katika maisha yake yeye kajichagulia hivyo. Kabla hajakwambia hayo maneno au kipindi anakwambia hayo maneno, unatakiwa kufikiria umetoka wapi. Na nikija nikigundua kama ni kweli anayosema hayo, achana nayo. Nakupenda sana, achana nayo. Hakuna kugundua, achana nayo, kwa sababu utaanza kufuatilia, utaanza kupita hapa, ndio itakuwa kila siku ni tunagombana. Nakuomba achana nayo. Sawa? Nakupenda sana.